Hundreds of Super Metro vehicles flagged for non-compliance with the transport regulations have lined up for urgent inspections. This comes in the wake of the National Transport and Safety Authority (NTSA) decision to remove the operating license of Super Metro company. The inspection began early this morning involves around 200 vehicles in total. Among the key areas of security and the key areas of seeing is the bodywork of the vehicle, the speed limits, the lighting system, safety belts, and tire conditions. Officials also ensure each vehicle meets the requirement for being mechanically sound. Remember to subscribe, to like and share for more information at DKL Investigative. Magari yote ya usafiri ya Super Metro yatakamatwa iwapo yatapatikana barabarani. Hii ni baada ya kamanda wa trafiki Nairobi Fredrick Ochieng kuthibitisha kupokea barua kutoka kwa mamlaka ya usafiri NTSA. Haya yanajiri huku maafisa wa kampuni hiyo wakienda mahakamani kupinga kufutiliwa mbali kwa leseni za magari yao wakidai kuwa ni dhulma. Ode Francis ana taarifa kamili. Siku moja baada ya NTSA kufutilia mbali leseni ya kampuni ya usafiri ya Super Metro kwa madai ya kutozingatia sheria, kitengo cha trafiki kimevalia njuga swala hili baada ya kupokea barua na maelezo kutoka NTSA. Tutashirikiana pamoja tuhakikishe kwamba hiyo magari hazitakuwa kwa barabarani, na ningeweza kueleza wananchi kwamba wawache wakati huu kutumia hiyo magari, sababu zikikamatwa ama zikipatikana zikiwa ziko kwa barabarani zitachukuliwa hatua na zipelekwe kwa police station ile itakuwa karibu. Sasa wewe ukiwa umepatikana kama huko abiria, na maanisha kwamba utashuka. Kama ulikuwa umelipa pesa, sasa hiyo itakuwa ni hasara. Kufuatia ripoti ya kifo cha abiria anayedaiwa kuaga dunia baada ya kuabiri gari la Super Metro, idara ya polisi ingali inachunguza kisa hicho, huku kondakta aliyekuwa kazini akisakwa. There's a report of a victim who had been thrown from the moving vehicle, that's Super Metro. For us, we consider that as an accident. So that is that's the part of accident that we investigate. Polisi wanasema wafanyikazi wa kampuni hiyo pia watajipata mashakani. So hata hawa madereva wa Super Metro saa hii inafaa wakatae kuendesha hiyo magari, sababu gari kipatikana kikamatwa, mwenye gari atastakiwa na kufanya biashara ya gari ambayo imekatazwa license yake, lakini mwenye kuendesha atastakiwa na kuendesha gari ambayo imekatazwa operation yake. Na sasa kampuni ya Super Metro imeelekea mahakamani na kutaka leseni yake kurejeshwa kupitia bodi ya rufaa ya leseni za usafiri. And as for now, NTSA inspectors are reported to be assessing the 70th vehicle in the long queue, with the process expected to be continued. Following the NTSA ban, the SACCO filed an appeal with Transport License Appeal Board in Nairobi, challenging the authority's decision to terminate their move. Super Metro argued that it had invested heavily in aligning its operations with regulatory requirements and claimed NTSA suspension would cripple its operation and harm thousands of livelihoods. Remember to like, to share and comment, and stay at DKL Investigative for more investigative news. Thank you for watching this video. Now to another story. The National Transport and Safety Authority, NTSA, has suspended the operating license of Super Metro, one of the leading commuter service providers. The decision follows a shocking incident where a passenger allegedly died after being ejected from one of their vehicles. NTSA has directed Super Metro to present 294 vehicles with violations for compliance inspection at the Likoni Motor Vehicle Inspection Center. Ode Francis was in the streets of Nairobi to investigate whether Super Metro matatus had indeed halted operations as directed or not. Despite the suspension notice from NTSA, Super Metro's operations continue unabated, with the company denying any wrongdoing in the wake of the tragic incident that led to the crackdown. According to Super Metro employees, the passenger was intoxicated and attempted to alight from the moving vehicle after refusing to pay the 30 shillings fare. The company has further alleged that the narrative is being fueled by business rivals' intent on discrediting their reputation.
In this case, there are other external powers who want to bring the SACCO down. Kuna SACCO zingine zile ziko na wivu na Super Metro kwa sababu ya good management wanataka kutuharibia jina. However, eyewitness Benson Kamau paints a different picture, claiming that the incident was not an accident but a case of gross negligence. Alikuwa mlevi. Mimi siwezi toa hiyo dhate. Sasa alienda kashika ile chuma, alishika hewa. Yeah, it is true. Vile hata wanashikaga ile chuma tiwaruke, alishika hewa chini, mguu ya nyuma ikampata. Mimi nilikuwa hata kama niko tini, kitu ile niliona na macho, hakutupwa. Hiyo ni uongo. Beyond this incident, NTSA's investigations have uncovered alarming violations within Super Metro's fleet. 15 vehicles had expired inspection certificates. 8 lacked valid road service licenses and 5 were missing updated speed limiter certificates. Additionally, 88 vehicles failed to transmit speed data, while 109 were recorded exceeding the legal 80 kilometers per hour speed limit. Super Metro gari zetu nyingi zinakuwa ni mpya. So kusema retest, inspection, hiyo is just a way of sabotage. Na tuseme tena, nisikia wakisema ati Super Metro tunafanya kazi bila stakabadhi za kazi. Hakuna driver ama conductor wa Super Metro anafanya kazi bila barua ya serikali. NTSA has ordered Super Metro to present 294 vehicles for inspection at the Likoni Center. However, full compliance remains uncertain. The government and the NTSA, whoever have